Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe kupitia yeye. Amwaminie mwana ataokolewa, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Bwana wetu Yesu Kristo alikuja duniani akaishi kama mtu kwa takribani miaka 30, maisha yasiyo na dhambi, na akafa kifo alichostahili mdhambi, ili sisi kupitia maisha yake matakatifu tupate kuhesabiwa haki. Na sasa Bwana wetu yuko mbinguni, anatuombea kwa Baba. Anatualika mimi na wewe kumwamini yeye, kuamini katika neema yake, kutubu dhambi zetu na kutaka msamaha wake, ili ajapo mara ya pili tupate kuurithi uzima wa milele pamoja naye. Anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu muna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Mimi ni njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kupitia mimi. Rafiki yangu mpendwa, usitabaike peke yako. Muamini Bwana Yesu. Yeye ni njia na kweli na uzima. Bwana Yesu ukimpokea na kumwamini katika maisha yako, atakusaidia katika maisha yako, kukupatia utulivu, kukupatia amani, kukupatia ulinzi na usalama. Heri amtumainie Bwana, maana imeandikwa, mtumainie Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika kamwe. Mungu akubariki. Mungu akujalie kuelewa umuhimu wa kumtegemea yeye. Amina.